Haya si ndo maajabu ya mzee. Sasa huu ungo nini kimeushikilia pale? We, simitanie. Jichanganye nikudungunywe. Jichanganye nikudungunywe. Mama! Angkat. Acha msana wako bwana. Asante. Asante. Oe. Asante. Tambia nini mimi familia? Tambia nini mimi mkubwa ki? Tambia nini mama yako Asante? Nimekuacha sana kwa mzima wake. Narudi nakuta kama hivi. Tambia nini mimi Asante? Kama naangalia chama siala. Mama yako yamona unajua Asante. Oya. Oya. Para nini askari? Naelezaje mimi? Kwa chakari yangu kama. Kwa chakari nawe. Uliola kutoka sikira sio. Kwa chakari yangu gani hata harani askari.
Karibu kwa mganga Makofi. Mganga Makofi, mbona hueleweki? Umekuwa mtu wa kuhama vilinge. Unahama vilinge kama kuku wa kienyeji anayetagia kila sehemu anapoona sehemu ya kutagia. Shida yako ni nini? Au ulifikiri kwamba sitapajua hapo ulipohamia? Ina maana umetoka tu umekuja kunitukana. Sasa mbona unanitusi? Ujui nimehamia hapa kwa sasa. Nimehama nilipokuwa sasa. Sawa Mganga Makofi, sijaja hapa kukutukana. Nimekuja ili tuzungumze. Mganga Makofi, kuna muda unajisahau kwamba mimi na wewe wote tunafanya kazi moja. Sisi wote ni wachawi. Utofauti wangu mimi na wewe ni kwamba mimi naharibu, wewe unatengeneza. Maana yake ni kwamba mimi naroga, wewe unatibu. Unataka nisiwaroge watu uje kupata pesa? Nafikiri unahitaji kupata wagonjwa, na bila uwepo wangu mimi huwezi kupata wagonjwa. Sasa nisikilize Mganga Makofi, nisikilize kwa makini Mganga Makofi. Nimekuja hapa kwa lengo moja. Naomba kama ikitokea amekuja mgonjwa ambaye nimehusika mimi moja kwa moja katika ugonjwa wake, usimtibie. Nipo radhi kukupa chochote kile, hata kama ni pesa yoyote utakayohitaji. Lakini usimtibie mtu yeyote aliyekuja hapa ikiwa mimi ndo nimehusika katika ugonjwa wake. Sisi tunaelewana mganga? Aha. Kumaanisha kwamba akija mtu nisimtibie baba mpaka nijue kama ni wewe unahusika. Sasa mbona unazunguka unyoke moja kwa moja. Mganga, nadhani kiuhalisia nimeshazungumza shida yangu na nimemaliza. Kinachofuata mimi ni kuage tu niondoke. Mimi naondoka. Hakuna shida. Sasa nikwambie mimi nitafanya kama sema sasa. Sawa. Vipi? Angalia sasa kinachotokea. Mpaka sasa hivi dogo ameshaanza kutema, alafu masuala yako sielewi. Situzike tu mwanangu, tumalize hili swala. Dakika mwisho unafeli, afu ndo mtoto wa kiume kichwa cha familia na natokea utulize. Mbona sawa kama hapa yani imekuwa ni kila tunakupitani tunaishi kwa tabu. Ndugu yangu unafeli ujue. Kisauti mwanangu.
Mimi siwezi kuchukua maamuzi yoyote haya. Unanisoma? Sema chukua maamuzi baada ya kufika hapa atakuwa jao. Wewe tulia tumsubiri. Dada hapa akifika mambo mengine ataendelea mwanangu. Kwa sababu nimetoka kumpigia pale, nimemwambia kabisa, sister, mazingira huko yako ovyo, kuna matatizo, njoo. Sema poa, nakuja. Ndio tunataka kumpigia tena hapo, hapatikani. Ndio mpaka sasa hivi hapatikani. Kwa hiyo tulia, akifika mambo mengine ataendelea. Kwa hiyo mwanangu, hivi ujifikiri kuna binadamu gani kwenye hii dunia hajapitia machungu? Wewe ungemwambia tu ukweli kuliko hivyo ulivyomficha. Ungemwambia huku mtoto wako katuacha. Chapo tu angekuja hapa, hata kama angekuja na azimia. Angeshafika tushamaliza hili swala. Leo hii unasema eti mpaka aje afike yeye, sasa wewe unategemea itakuwaje? Anaizidi kuoza kwa nkari. Sasa jichanganye. Mwanangu wewe kisauti familia uelewe, mimi ndo naelewa familia yangu, familia nao. Si umeelewa? Sasa nikachukua maamuzi hapa juu juu nikazika mtoto nikamshona mimi nikaja kupata lawama ujue. Ushaona? Sasa kama nishakwambia anakuja tulia. Atakuja mambo mengine ataendelea. Yaani mara 10 hata ngekuepo shemeji tungesema ile, baba anajua uchungu wa mtoto, tungechukua mtoto tukazika. Lakini yeye mwenyewe hayupo, shazinguana kitambo. Nachukaje maamuzi juu juu ndugu yangu kuzika mtoto? Yeye kunidai marehemu wao namtolea wapi? Mtoto shazika namfukua au? Acha hizo babu. Shikilia hapo nilipokuambia. Tulia, sister akija mwingine ataendelea bali. Ndio nisoma. Sema unafeli sana bali ya. Ndio hivyo mwanangu, wewe unashikilia hapo mwanangu. Wewe ndio unaondoka. Huyo jamaa kama vile mwanamke vile. Sio akili mbaya. Karibu, mbona unalia? James, unaona kaka? Kakako? Sijamuona kabisa. Yaani na siku kama 5 hivi sijamuona. Sasa nikajua yuko nyumbani, si unajua sasa hivi kazi nyingi. Kumbe hata nyumbani hayupo tena. Kaka toka juzi kaniaga na utafuta kazi. Mpaka leo bado hajarudi. I see. Hata mimi sijamuona kabisa, ni bado hajaja. Lakini ngoja tu nikushauri. Usichoke kumtafuta. Wewe zunguka. Utamuona tu. Sawa? Ilo usichoke kumtafuta, sawa? Imewezekanaje?
Mashuleka hapa panzi bavumile. Wakina baba, habarini za hapa? Mbaya, shikamoo. Habari za hapa kina mama? Mbaya, shikamoo. Marhaba. Kuna msiba baba. Kuna msiba? Hebu nielekeze, imetokeaje? Baba, kama unavyoona, kama nilivyokuambia mjukuu wako Hasani tuko naye. Nilimwacha Hasani akiwa mzima kabisa wa afya baba. Nikatoka na kwenda kwenye mihangaiko yangu. Wakati narudi cha kushangaza baba, kuta Hasani pale amelala. Kila nikijaribu kumwamsha Hasani, amka Hasani, amka, kimya. Nikazania baba amezimia, nikachukua maji kummwagia. Wapi? Hasani hakuzinduka baba, ndo mazima. Kwa hiyo sauti yake iko wapi? Mwili wake upo ndani hapo baba, unaweza kumwangalia tu. Mashuleka hapa panzi bavumile ukubazifanelele tinazo babili masiku. Hasani, ulijifanya unajua sana, ukaingia kwenye mtumbwi wa vibwengo. Sasa umefika nyumbani kwako. Nyumbani kwenu wamekaa, wanajua wamekaa na mwili wako anataka kuzika, kumbe wamekaa na lidude. Utakuwa mtumwa wangu kuanzia sasa mpaka pale utakapofikisha siku zako za kurudi udongoni. Kijana, nakwambia hapa hakuna msiba, kwa sababu nimewekewa tu la kuwekewa, lakini si binadamu. Baba, anashindwa kukuelewa ujue. Unaniambiaje baba hakuna msiba aliyakuwa tangu jana tumekata na kusubiria wewe tuje kupanga taratibu za mazishi? Iweje tena dakika na mshono unakuja kuniambia eti sijui? Nishakwambia hakuna msiba hapa. Waelekeze watu waondoke waende makwao kufanya kazi zao. Ubadamilu sajuganisa mashuleka hapa panzi bavumile ukubazifanelele tinazo Wapendwa,
nipende kutoa shukrani za dhati kwa kuwa bega kwa bega nasi tangu mwanzo wa msiba wetu mpaka hivi sasa. Pia napenda kutoa mrejesho ambao nimepewa na baba yangu ya kuwa hapa hakuna msiba. Hakuna msiba hapa. Msiba mbona maji ndani? Alafu leo umetuambia msiba Tupo ndani kabisa. Ni kweli jamani, ndugu zangu wapendwa, lakini hayo ni maagizo kutoka kwa baba yangu. Pia ningependa tu kuwaomba muweze kutawanyika na muelekee majumbani. Samanini sana jamani. Kwa kweli nashangaza. Hakuna msiba mwili uko ndani. Sameani ndugu zangu, sameani. Hakuna msiba wakati mwili umo ndani. Panzi bagumile ukubazifanelele tina zobabi. Wewe ng'ombe, ng'ombe wa maziwa, tumekupatia mkia, sasa unaamua kuondoka ili ukautumie huko nyumbani kwenu, si ndio? Hapa unatoka wapi na unakwenda wapi na kwa nini ukimbie? Ng'ombe huna shukurani, ng'ombe hukumbuki ulipotoka. Tulizungumza kwamba ulete kafara, leo hii umeshindwa. Vya kwako unakula vinono, wewe unashindwa kutuletea sisi kafara, halafu unaamua kukimbia. Nisamehe. Hata upige magoti. Sitorudia tena, naomba nisamehe mkuu. Msamaha tu nani? Msamaha na utoa Mungu peke yake. Hakuna msamaha hapa, kwa sababu umeshindwa kuleta kafara. Sasa na kubadilisha wewe kuwa mtumwa wangu. Mkuu, naomba nisamehe. Kelele! Nitakutumikisha mpaka utajuta kuzaliwa kwenye hii dunia. Malipo ni duniani. Sitorudia tena, naomba nisamehe mkuu. Sikiliza nikwambie, msamaha anatoa Mwenyezi Mungu peke yake. Siwezi kukusamehe kwa sababu umeshindwa kuleta kafara. Sasa na kubadilisha wewe kuwa mtumwa wangu. Kuwa ni mtumwa wangu maisha yako yote. Vitu vyako vyote wamejibinafsisha.